President, nimeambia watu yangu hapa, watu ODM, ya kwamba tulikuwa tunajua Deputy President mwingine ambaye alikuja hapa akatutembelea, akatuuliza nyinyi mnatoka wapi, mnataka nini, nyinyi ni watu wa shareholder ama nyinyi ni watu wa sijui kampuni gani? Tumeambia hawa tunataka Deputy President ambaye anasaidia Wakenya wote bila ubaguzi, bila ya rangi, bila ya ukabila, ambaye ni Kithure Kindiki. Jambo la pili, mambo ya ndugu yangu Boyd Were. Sisi kama watu wa ODM, sisi kama nani? Sisi kama watu wa nani? Sisi kama watu wa ODM tutahakikisha kwa mapenzi ya Mungu, tukiungana na broad-based, ya kwamba tutashinda uchaguzi ya Kasipul na tutashinda Ugunja na tutashinda huko Magarini. Tulikuwa tumeelewana. Halo? Tulikuwa tumeelewana kama watu wa broad-based ya kwamba hapa Kasipul na Ugunja na Magarini itashindwa na OD, na huko Malava na huko Banisa na huko Mbeere South, Mbeere North itashindwa na chama ya UD. Tumeelewana namna hiyo kama broad-based. Na sasa tukishinda kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, sijui wale wengine watajificha wapi. Na mimi nasema hivi, watu wa Kasipul, mnajua sisi tuko katika kipindi ya kuombeleza, si namna hiyo? Si tunaombeleza baba yetu. Kama tunataka tufurahishe baba yetu pale yako huko binguni, lazima Boyd Were akuje bunge, si namna hiyo? Wangapi wanasema ndio hiyo? Kama munataka hapa kila mama, kila baba na kila kijana apate ndoto ya baba usiku, atapata siku ile Boyd Were atakuwa amechaguliwa kama Kasipul MP. Kama hujapigia Boyd Were kura, ndoto ya baba haitakuja kwako. Kama unataka kuona baba kwa ndoto, pigia Boyd Were kura, si namna hiyo? Ya mwisho nataka kusema hivi, kuna wajinga wengine na wakora na walagai wanaongea kila pali hapa Kenya, ambayo wanasema ati sasa chama ya ODM imekwisha, chama ya ODM sasa imeenda sijui nini. Hawa wenyewe wanaongea namna hiyo, hajawahi chaguliwa popote, hajawahi chaguliwa hata kama Jaduongwe ya huko kijiji kwao. Yeye kazi yake ni kuongea tu kwa TV, kwa radio, sijui wapi, anaongea ati chama